Usoni anaonekana mkarimu, mcheshi, mwenye muonekano wa upole, lakini upande wa pili ni katili asiye na huruma, almaarufu kama monster au shetani wa ulingo, John Bon Jones, mbwa mwitu mwenye ngozi ya kondoo aliyemwogopesha kila shujaa aliyethubutu kusimama mbele yake, na mwisho akawa bingwa wa sayari nzima ya dunia katika mchezo wa MMA, Mixed Martial Arts, mashindano ya mapigo mchanganyiko. John Jones alizaliwa mwaka 1987 Rochester, New York, Marekani, katika familia yenye malezi ya kidini ambapo baba yake alikuwa ni mchungaji na mama yake alikuwa mwalimu, lakini bado utoto wake uliathiriwa na maisha ya mtaani. Uchungaji wa baba yake na ualimu wa mama yake havikutosha kumzuia kuathiriwa na uhuni wa mtaani. Maisha yake yalikuwa na changamoto nyingi, huku akijitokeza mapema kama bingwa wa MMA, lakini pia akahusishwa na tabia nyingi za utukutu zilizompeleka mara kadhaa katika matatizo makubwa alipokuwa kijana, kwa maana alijulikana sana kwa kipaji chake cha kipekee cha kupenda michezo, hasa ya mieleka na ngumi. Ingawa katika utoto wake na ujana wake anadai kwamba yeye alikuwa na ndoto ya kuja kuwa mcheza filamu za ngono, lakini ndoto yake ikabadilika. Mwaka 2008 akasajiliwa moja kwa moja katika mchezo wa UFC, mchezo wa mapigano ya mapigo mchanganyiko, kama mpiganaji chipkizi mwenye rekodi nzuri ya mashindano madogo ya MMA. Na sasa akaanza kupambanishwa na watu wakubwa na wazito ili kupima imani yake. Ukitaka kufanikiwa lazima umuue Goliati wako. Basi naye John Jones mwaka 2008 akakabidhiwa Goliati wake, mpiganaji mwenzake aliyeitwa Andre Gusmao, kwenye UFC 87. Pambano la kwanza la John Jones katika historia ya UFC likafanyika Agosti 9 mwaka 2008 mjini Minneapolis, Minnesota, dhidi ya Andre Gusmao. Huu ulikuwa mwanzo wa safari yake ya kipekee, kwani alilichukua pambano hilo kwa muda mfupi na ni kama kwa bahati tu, kwa maana Gusmao siku hiyo alipangiwa kupambana na mtu mwingine, lakini pambano hilo akahamishiwa John Jones muda mfupi baada ya mpiganaji mwingine kuondolewa. Lakini akapanda ulingoni na kuonyesha kipaji cha ajabu kwa kutumia mikono yake mirefu yenye inchi 84. Mbinu ya kupiga magoti na vifuti zikamfanya aanze kutambulika mapema kama muuaji wa watu ulingoni. Lilikuwa ni pambano lake la kwanza, lakini ndani ya raundi ya 3 alimdhibiti Gusmao kwa wrestling, akimpiga vifuti na kumshinda kwa knockout decision, jambo lililowashangaza mashabiki na wachambuzi waliomuona kama nyota mpya wa UFC, kwa maana alipigana kama mtu ambaye tayari ana uzoefu. Pambano hilo lilikuwa la kipekee kwa sababu Gusmao alikuwa hajapoteza hapo kabla, lakini baada ya kukutana na John Jones akapoteza. Yaani Gusmao alikuwa amekwisha pigana mapambano zaidi ya 8 na yote ameshinda, lakini akakutana na bondia ambaye kwa mara ya kwanza anapanda ulingoni na akapigwa. Baada ya ushindi huu, John Jones akaanza kupewa watu wazito zaidi. Kumuua Goliati ni safari ya kwanza kukutana na simba wengine wenye nguvu. Safari yake ya kuelekea kilele cha uzani wa light heavyweight ikaanza rasmi na mashabiki wakaanza kumuona ni kijana mwenye kipaji kisicho na mfano ambaye angeibadilisha historia ya mchezo wa UFC duniani. Akaanza kushinda kwa kasi ya ajabu na akawa bingwa mdogo wa light heavyweight mwaka 2011 baada ya kumshinda Shogun Rua. Akatawala uzani huo kwa muda mrefu na kuwashinda wapiganaji wakubwa kama Rashad Evans, Lyoto Machida, Alexander Gustafsson na Daniel Cormier. Lakini nje ya ulingo ilipofika mwaka 2015 akaanza kupata sifa mbaya zilizoanza kuchafua sifa yake. Alianza kukutana na matukio ya kutisha ikiwemo lile la Aprili 26 mwaka 2011 huko New Mexico alipokuwa akielekea mazoezini na gari lake, na bahati mbaya akamgonga mwanamke mjamzito kisha akakimbia eneo la tukio na kuacha mwanamke akifariki. Baadaye alikamatwa John Jones, akafikishwa mahakamani New Mexico na kufungwa kwa muda mfupi, kisha akapewa kifungo cha nje cha miezi 18 pamoja na kazi za kijamii. Hali hii ikasababisha kupoteza taji lake la UFC na kuonekana kama nyota aliyeanguka. Akiwa bado anahangaika na tukio hilo, tukio jingine likamkuta Julai 29 mwaka 2017 mjini Anaheim, California, ambapo baada ya maandalizi makali ya marudiano na Daniel Cormier, John Jones alipanda ulingoni na kumshinda kwa knockout ya kushangaza mno. Mashabiki zake wakisherehekea wakiamini amerudi kileleni. Lakini wiki chache baadaye USADA huko California
wakatangaza kuwa sampuli yake ya damu ya Jon Jones na mkojo zilionyesha kwamba alitumia dawa ya steroid ambayo ilipigwa marufuku katika michezo, na matokeo yake pambano hilo likafutwa na kugeuzwa no contest, hakuna mshindi, huku Jon Jones akitozwa faini na kusimamishwa kwa miezi 15. Mashabiki wakahisi wamesalitiwa, wachambuzi wakabishana kuhusu urithi wake, wengine wakamuona kama greatest of all time kwa kipaji chake kisicho na mfano, na wengine wakisisitiza kuwa makosa ya madawa na barabarani yamechafua kabisa historia yake. Lakini baada ya Jon Jones kumaliza kifungo chake cha kusimamishwa miezi 15 kutokana na kushindwa kipimo cha madawa, mwaka 2017 akarudi rasmi na likatangazwa pambano lililokuja kupigana Oktoba 2018, na pambano lake la kwanza likawa ni Desemba 29 2018 kwenye UFC 232 dhidi ya Alexander Gustafsson, ambalo alishinda kwa technical knockout raundi ya 3 kwa kumvunja vibaya na kurudisha taji lake la light heavyweight, ushindi uliothibitishwa kuwa bado alikuwa na uwezo wa kipekee licha ya matatizo ya nidhamu. Kisha akalitetea taji hilo mara kadhaa akiwashinda Stone Smith Machi 2019, na kwa uamuzi wa pamoja akamshinda pia Thiago Santos Julai 2019 kwa uamuzi wa mgawanyiko, na Januari 2020 akashinda tena kwa uamuzi wa pamoja dhidi ya Dominic Reyes. Ingawa pambano hilo likazua mjadala mkubwa kwa sababu wengi walihisi Reyes alishinda, lakini alidhulumiwa. Baada ya hapo Jon Jones alitangaza kuachana na uzani wa light heavyweight na kupanda kwenye heavyweight. Welcome back and congratulations on achieving your goal. Last thing. The greatest of all time, ladies and gentlemen, Jon Jones. March 23 akarudi kupigana dhidi ya Ciryl Gane kwenye UFC 285, akashinda kwa submission raundi ya kwanza na kutoa taji la heavyweight, yaani bondia wa uzito wa juu, jambo lililomfanya kuwa bingwa katika zani tofauti. Na hapa ni kukumbusha jambo, wapo wanaoamini kuwa Khabib yeye ndiye bingwa wa UFC duniani, lakini ni wale wasioujua vizuri mchezo wa UFC, kwa sababu UFC ina lenki za uzito tofauti. Khabib yeye anapigana lightweight, lakini yaani bingwa wa uzito wa chini, lakini Jon Jones anapigana heavyweight, uzito wa juu. Who's your top MMA fighters of all time? Jon Jones, of course. Nobody is like him. Nobody. He beats a lot of guys. He beats the monsters. Na hatimaye mwaka 2025 Jon Jones akatangaza kustaafu rasmi, akiacha historia yenye mchanganyiko wa ushindi wa kihistoria na migogoro ya nidhamu. Kwa mitazamo ya watu ikabaki kugawanyika. Wapo wanaomuona kama greatest of all time wa UFC, na wapo wanaosisitiza kuwa makosa ya madawa na matukio ya barabarani yamechafua urithi wake. Wewe unaonaje? Hii ni MM History. Mimi naitwa Makaveli.